Bwana na wasalimu sana. Kitu kimoja tu ambacho nataka kuzungumza ni kwamba kuna vitu viwili. Unajua akili na yenyewe kuna wakati mwingine inashindana, yani kuna ile wanasema internal conflict. Tumezoea kutuma content kwa kupitia mitandao, Facebook, Twitter na sehemu nyingine. Sasa hapa katikati najua watu wengi tulipotea. Lakini nafikiri kilichotupoteza watu wengi wanakifahamu. Sasa kurudi na content kana kwamba hakuna ambacho kimetokea ni kama ni unafiki. Lakini pia kurudi kama vile kuna kilichotokea, unakuta kuna muda mwingine nafsi na yenyewe kama inakataa, yani usizungumzie chochote ambacho kimetokea. Lakini naamini yote ni kwamba tu ni hofu ambayo imetanda. Kusema pia pole, watu wengine wanashindwa, kwamba bora unyamaze kimya, jifanye kama vile hakuna kitu ambacho kimetokea. Lakini pia ukirudi tena na content kama vile hakuna kilichotokea, watu wengine pia hawakuelewi kwamba unawezaje kurudi, mbona unarudi kama vile hakuna kilichotokea. Lakini all ni kwamba kilichotokea kimetokea. Naamini kwamba kuna kitu tumejifunza, inaweza ikawa ni negative au positive. Sisi tunaelewana hapo. Wale yote tu nipende tu kuwapa pole watu wote ambao wamepatwa na maafa, wamepatwa na matatizo. Naamini kama taifa basi tumejifunza vitu fulani. Unajua vitu vingine ukiwa unavisikia tu, labda sijui Kongo, ukiwa unasikia maeneo mengine huko Iraki, sijui wapi, ukanda wa Gaza, basi zinakuwa ni kama ni story tu. Lakini mara nyingi mambo yanapowakuta watu wengine, kuna muda mwingine wanasema kwamba nafsi inasema kwamba sisi kitu kama hiki hakiwezi kutokea. Na hata wakati mwingine unakuta kwamba watu wanaingia kwenye matatizo kwa sababu yani unaamini kwamba mimi siwezi kupata hili tatizo. Hata katika magonjwa labda kama ukimwi, unakuta unazungumzia jambo kana kwamba yani wewe labda hicho kitu hakiwezi kukupata. Lakini ni kwamba siku zote tu tujue kwamba kitu chochote kinaweza kukutokea, especially kitu ambacho kinawapata wenzako, ambacho unakisikia. Yani hata wewe unaweza ukawa victim. Lakini somo tumelipata kwa hizo siku ngapi, tumejifunza. Basi pale ambapo tumeanguka tuone namna ya kuweza kurekebisha. Lakini pia nadhani hiki ni kipindi ambacho viongozi wanatakiwa warudi kwa namna ambayo ya kutengeneza harmony. Yani tusije tena na taharuki na maneno ya kuchochea maumivu. Sisi tunaelewana, yani ni muda ambao tunatakiwa tuje na agenda sasa za kuwaweka Watanzania pamoja. Inaweza ikawa mtu anaweza akawa na tafsiri tofauti. Yani mwingine anaweza katafsiri kwamba yaliyotokea yametokea kwa sababu waliowafanya ni watu ambao hawana akili. Lakini wale ambao wamefanya wao wenyewe yani hawaoni kwamba walichokifanya hawana akili, labda wanaona kwamba walikuwa na sababu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa unakuta hapa ni vitu viwili, ni akili mbili ambazo zinakinzana. Sasa namna kuziweka sawa hizi akili mbili, ile ambayo inaona kwamba hawa hawajielewi na hii ambayo inaona kwamba wanajielewa, ni namna ya kutumia lugha na maneno ambayo yanaweza kutuweka pamoja. Lakini upande mmoja ukija na kuona kwamba hawa kwa nini wamefanya hivi, labda walikuwa hawana akili, naamini kwa sasa hivi ni lugha ambazo zinaweza zikaleta taharuki tena na pengine zikachochea hasira na maumivu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, viongozi wa dini, wa maimamu, mashehe, wachungaji, tuangalie namna ya kuwarudisha watu kwa pamoja. Lakini pia hata watumishi wa serikali ambao wamepewa nyadhifa mbalimbali, ambao wamekuwa ni kama microphone ya serikali kwa ajili ya kupeleka hoja fulani kutoka juu, basi wajaribu kuja kwa utaratibu na upole. Yani wasije na hasira, yani wasije na agenda za kutaka kulipiza au agenda za kutaka kuwanyoosha watu, kwa sababu sasa hivi tuko katika kipindi cha mihemko. Wale ambao wanataka kutekeleza kuwanyoosha watu, pengine wanaweza kanyoosha kupitiliza. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Na wale ambao wanataka kunyooshwa, pengine wanaona kwamba hawana sababu ya kunyooshwa kwa sababu alichokifanya wanadhani wako sahihi. Kwa hiyo katika huu ambao mtu ambaye anajiona kwamba yuko sahihi na ambaye hajioni yuko sahihi, basi tuangalie namna hizi saikolojia mbili kuweza kuziweka sawa ili taifa letu likapate amani. Asante sana.
Asante sana. Olo ni olo. Tunamshukuru Mungu kwamba basi tumejifunza kitu, na Mungu atusaidie, aendelee kutulinda, aendelee kuibariki Tanzania, aendelee kutupa umoja. Lakini lazima pia tuangalie ni kwa nini tumefika hapa. Kuna kitu gani ambacho kimeweza kutufikisha hapa, kwa sababu Tanzania imezoeleka kwamba ni taifa la amani, ni taifa lenye mshikamano, watu wenye upendo, watu ambao hata ukipotea njia watakuonyesha kwamba bwana, pita huku, nenda huku. Ukienda katika kijiwe, labda wewe ni mtu wa Temeke, ukienda Tandika kuna story inaongelewa labda ni ya Simba, basi unakuta wewe unaingia tu kama mtu ambaye na wewe ulikuwepo, kama vile watu watakufahamu. Yani tunashare idea hata kwenye daladala tu tunapanzisha story. Basi jinsi tulivyokuwa hivyo, basi tuendelee hivyo hivyo. Haya yaliyotokea yasitutenge, yasitugawanyishe. Lakini pia ningeomba Mungu pia tusiende kwa kujidentify kwamba kwa utambulisho kwamba sisi ni akina fulani na sisi ni akina fulani, kwa sababu sasa tunaenda kuangalia kuwa wamoja, kuwa kama taifa. Hizi identity kwamba sisi ni watu fulani na sisi ni watu fulani, ningeomba Mungu sana kwa kipindi hiki, nafikiri tuachane nazo kwanza, tuangalie kwanza utaifa, tuangalie kwanza Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia, Mungu bariki mikoa yetu yote, Mungu bariki viongozi wetu wote wa dini zote hapa Tanzania, ili tukae na umoja. Asante sana. Shalom.